Kwa majina naitwa Isaac Mungai, aka kijana msafi, chairman wa Nugema Young Leaders Movement. Na nimekuja hapa kuongea na William Ruto. Unajua William Ruto ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya, na hiyo hatukatai, na hata hakuna mtu anapinga hiyo. Hata ukisikia tunasema one term huku, hakuna mtu anasema William Ruto sio rais. Yeye ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya. Zote tunakubaliana hivyo. Na alichaguliwa kulingana na sheria ya Kenya. Na vile vile ndivyo tumia one term kuhakikisha kwamba tumemtoa kupitia sheria tu ile ya Kenya ambayo ilimuingiza. Lakini jana nimesikia akisema ya kwamba unajua wale wako karibu na William Ruto, angalieni huyo mzee. Mimi naona ni kama ako na kashida kidogo. Kwa sababu nilisikia akisema ya kwamba sijui ako na nguvu kama ya mzee Jomo Kenyatta. Anasema ako na maarifa kama ile ya mzee Moi. Na akasema ako na ujuzi na masomo kama ya mzee Kibaki. Na akasema ile plan ako naye ni ile plan ilikuwa na Uhuru Kenyatta. Mimi nataka tu kwa upole tu bila hata fujo niulize William Ruto. Mzee Jomo Kenyatta baada ya nchi kupatiwa uhuru alitusaidia kuweka foundations za nchi. Na akatengeneza serikali ya kwanza tukiwa kama jamhuri. Baadaye tukapata mzee alikuwa anaitwa Moi. Mzee Moi hata akiwa dictator. Mzee Moi hata akiwa dictator namba 1 katika Afrika. At least hata tukisahau mambo yale mengine yote, alipatia watoto wetu maziwa. Mzee Moi hata kama hana legacy nyingine aliacha, alipatia watoto wa Jamhuri ya Kenya maziwa. Tukapata mzee Kibaki. Mzee Kibaki na hiyo masomo yake ambayo unatambua, alipatia watoto wetu masomo ya bure kutoka nursery mpaka class 8. Akafanya watoto wetu wale ambao hawakuwa wanaweza kusoma, wale ambao walikuwa wanaachia standard 3 kama kina Faruku, wakiwa na kina Sudi, Kibaki akaleta free primary education, watoto wetu wakasoma. Bwana Uhuru Kenyatta akakuja akapatia watoto wetu masomo ya bure, watoto ya sekondari. Na kubuka Matiang'i akizunguka hii kijiji akijaribu kutafuta watoto waende shuleni kwa lazima. Uhuru Kenyatta akapatia watoto wetu masomo ya sekondari. Lakini wewe Bwana William Ruto, kwa sababu ulisema uko na ujuzi zaidi ya marais hao wote wanne, umepatia watoto wetu nini Bwana William Ruto isipokuwa risasi? Umepatia watoto wetu nini Bwana William Ruto isipokuwa kuwaua? Umeahidia nini watoto wetu Bwana William Ruto isipokuwa kusema wapigwe risasi ya mguu? Mzee Moi akawapatia maziwa. Mzee Kibaki akawapatia free primary education. Bwana Uhuru Kenyatta akawapatia masomo ya bure ya sekondari. Wewe ambaye ako na ujuzi kushinda wale, wewe ambaye uko na maarifa kushinda wale, umekuja ukawapatia risasi. Umekuja ukawaua. Umekuja ukawapiga marisasi. Bwana William Ruto, umekuja ukawaharibia masomo ya bure ya mzee Kibaki. Saa hii wazazi wanalipa primary. Umekuja ukaharibu masomo ya Uhuru Kenyatta. Saa hii wazazi wanalipa sekondari. Umekuja ukaharibu formula ya kusaidia watoto wetu wa higher education wapata loan ya kusoma. Umekuja ukaharibu. Saa hii watoto wanapita mtihani ya form 4 kuliko waende university. Kwa sababu uliharibu model ya kuwapatia loan. Watoto wanaenda kukua makanga. Watoto unaenda kuwapatia kazi sijui ya mjengo, sijui kwa affordable housing. Watoto wamepita wako na yeye wanafaa kuwa madaktari, wanafaa kuwa maengineer, wanafaa kuwa mapilot, wanafaa kuwa walimu, wanafaa kuwa watu wa maana. Kwa sababu umewaharibia masomo ya higher education. Hao watoto leo hii tuko nao Gikomba wanabeba huko na mikokoteni. Ile ulikuwa unawapatia 2022. Bwana William Ruto, kujifananisha na mzee Kibaki na mzee Moi na mzee Uhuru Kenyatta na mzee Jomo Kenyatta ni kama kulinganisha kifo na uhai. Hata leo hii Bwana William Ruto, mzee Jomo Kenyatta wakiwa na Moi na Kibaki wafufuke, waone unajilinganisha na wao, na umeua watoto wale walikuwa wanasomesha bure. Waamuke tu leo waone unajilinganisha na wao, wanaweza tamani kurudi kwa kaburi.
wanaweza tamani kurudi kwa kaburi. Waamuke waone Bwana William Ruto. Unajua hata kama ni kututapeli Bwana William Ruto, hauwezi tutapeli mara mbili. Hata kama Wakenya ni wajinga namna gani, hauwezi kututapeli mara mbili. Mara ya kwanza ulitutapeli na mdomo tam. Ukakuja na Biblia ukatutapeli hapa. Saa hii hauwezi tutapeli mara ya pili Bwana William Ruto, ukijilinganisha na mzee Kibaki na Uhuru Kenyatta na mzee Moi. Na wale watoto walisomeshwa na Kibaki free primary education ndio unaua leo hii. Wale watoto juzi tu Uhuru amesomesha high school hapa. Juzi tu hao watoto ndio unapiga risasi kule unaua. Alafu unakuja kujilinganisha na wao. Bwana William Ruto hapana, watu si wajinga. Huwezi tudanganya. Hapana. Hauwezi tudanganya Bwana William Ruto. Hauwezi kutudanganya. William Ruto hauwezi ambia watu punda ni ng'ombe. Haiwezekani. Hauwezi ambia watu punda ni ng'ombe. Masaa ikifika ya punda kupiga kelele itapiga tu na watu watajua unawadanganya. Haiwezekani. Haiwezekani Bwana William Ruto. Nilisikia ukisema ya kwamba wewe ndio umesoma zaidi. Hatukatai umesoma, lakini ukubukange vizuri. Wakati unaambia Wakenya umesoma, ukubukange kuambia umesomea mambo ya miti na wanyama. Sababu hiyo hausamangi. Bwana William Ruto, wewe ni daktari umesoma. Lakini wakati unaambia Wakenya kwamba wewe ndio mtu amesoma zaidi kuliko wote, ukuanga unamalizia vizuri unaambia umesomea miti na wanyama. Na kusomea miti na wanyama hiyo sio kusoma. Hiyo sio kusoma. Na ndio maana wewe tu ndio rais. Wewe tu ndio rais wa kipekee. Out of the 4. Wewe tu ndio rais wa kipekee. Yule ambaye ameshindwa kuongoza taifa na yule ambaye Wakenya wako na shida naye. Hii one time hakuna mahali pengine ilisemwa. Msidanganye Wakenya. Hii one time hakuna mahali ingine imesemwa. Hatukatai iko watu walikuwa hawakubaliani na serikali ya Uhuru Kenyatta. Iko watu walikuwa hawakubaliani na serikali ya mzee Kibaki. Because there must be an opposition side. Iko watu walipinga serikali ya Moi. Na iko pia watu walipinga serikali ya mzee Jomo Kenyatta. Lakini hii one time haikusikika, inasikika sahi wakati wako. Kwa nini? Kwa sababu wewe umesoma lakini umesomea miti na wanyama. Wala walisomea mambo ya kuishi na kuongoza wananchi. Wewe peke yako tu. Na ndio maana William Ruto, hakuna mahali mzee Uhuru ashaisema ya kwamba watoto wapigwe risasi. Hakuna mahali Kibaki alisema watoto wapigwe risasi. Hakuna mahali Kibaki ama Moi ama mzee Jomo Kenyatta alisema watoto wapigwe risasi. Wewe peke yako ndio wa kwanza. Katika Jamhuri ya Kenya, wewe ndio rais wa kwanza kusema watoto wapigwe risasi. Kwa sababu ulisomea mambo ya miti na wanyama. Hiyo tu ndio ile kitu inazoongoza mzuri. Lakini si binadamu. Hauna maarifa ya kuongoza binadamu Bwana William Ruto, na ni vizuri kubali hivyo. Kitu ya mwisho. Unasema ya kwamba wewe ndio yule rais bora zaidi katika nchi ya Kenya. Bwana William Ruto. Kwa nini unajipigia debe ukisema ya kwamba wewe ndio rais bora kabisa katika nchi ya Kenya, ili hali ile utafiti imefanywa juzi ilisema ya kwamba rais wa Jamhuri ya Kenya Bwana William Ruto ndiye yule mtu mfisadi kabisa dunia mzima. The latest polls dunia mzima. The latest polls dunia mzima zilikurank kama rais ambaye ndiye mfisadi zaidi, si Kenya, si Afrika, dunia mzima. Kukua kumehesabiwa watu wote mpaka Kain wakiwa ndani. Ikasemekana ya kwamba you're the most corrupt president in the world. Hiyo ripoti hata haijamaliza miezi 3. Umeanza kujipigia debe hapo unatuambia ati wewe ndiye yule mtu bora zaidi. William Ruto, ulitudanganya na Biblia. Ukamemorize verses zote zile mzuri. Ukajifunza nyimbo za Wakikuyu. Ungeenda kwa mazishi ulikuwa unaongoza chorus. Hata watu wangedhania you are the presiding bishop ya hiyo barrio. Hiyo yote ukafanya ukatutapeli. Lakini saa hii Bwana William Ruto, mahaki ya nani? Hauwezi tapeli hata mtu hata mmoja. Mahali tumefika. Haya. Tumekuchanuka mbaya. Tumekuchanuka mbaya. Ukienda hivi tunaenda hivi. Ukienda hivi tunaenda hivi. Tumekuchanuka vibaya sana. Na niambia Wakenya, hivyo naona tu watu wanarukaruka hapa ati William Ruto walikuwa na Uhuru State House. Wakenya sasa siku hizi wametoka kwa ile upuzi tulikuwa nayo ya kitambo. Eti tukiona Uhuru Kenyatta na William Ruto wamevaa nguo zinafanana tunarukaruka kama watoto wamenunua biscuit.
Sasa wa Kenya tumetoka katika hiyo upuzi. Mpatane, msalimiane, mvae nguo zinafanana, mpigane kwa mabega, mzunguke State House. Hiyo yote haitabadilisha msimamo ya Wakenya ya kujikomboa, kupigania taifa, kupigania uchumi. Hiyo haitasimamisha safari tumeanzisha ya kuhakikisha kwamba serikali ya Kenya kwanza ni serikali ambayo ni ya one term. Kama kuna swali nitachukua swali moja ama mbili. Kwa sasa kuna taarifa ambazo zimekuwa sawa zikienea sana katika mitandao ya kijamii kulingana na ambaye it's national issues and national matters, kulingana na ambaye kwa sasa ndio gavana wa kaunti ya Siaya, gavana James Orengo. Inaaminika kwamba James Orengo aliweza kupewa sumu katika mkutano aliopata kuufanya na rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto katika ikulu ya Jamhuri ya Kenya hapa katika jiji kuu la Nairobi. Maoni yako kulingana na hilo aswa ni yapi, kulingana na jinsi ambavyo mazungumzo yamekuwa kuhusiana na hali ya James Orengo? Kando na hilo, swali langu la pili ni kwa the budget co-patroller, jina lake Nancy Gadungu. Leo amedhibitisha kwamba the e-Citizen platform ambayo inasemekana mara nyingi inamilikiwa na Rais William Ruto, pesa zimeweza kupotea takriban bilioni 48. Aswa maoni yako kulingana na hilo pia ni Sasa hii mambo ya James Orengo nimeona ikienea kwa mitandao kutoka siku ya jana na hasa juzi usiku. Watu wanasema ya kwamba alipatiwa sumu akiwa pale mkutano State House, lakini hilo jambo halijadhibitishwa kabisa, na kwa hivyo hatuna ukweli wa lile jambo, kwa sababu familia ya gavana Orengo hawajapatiana habari. Pia Orengo mwenyewe hajatoa taarifa yoyote na pia chama cha ODM ambacho ndicho kilimsaidia kupata uongozi pale Siaya akijatoa pia taarifa kamili. Na kwa hivyo basi ile kitu tu tungeambia Wakenya ni ya kwamba zote tunajua ya kwamba wakati kulikuja kukawa na broad based government, mzee Raila wakaanza kufanya kazi na William Ruto. James Orengo hata akiwa mfuasi wa ODM alipinga lile jambo. It is on record. Hiyo ndio ile kitu ya muhimu sana Wakenya wanafaa kujua. Na akasema ya kwamba hata kama yeye ni mwanachama wa ODM hata unga mkono serikali ya Kenya kwanza, kwa sababu katika msimamo wake tunaona akisema ya kwamba serikali ya UDA ni serikali ya wakora. Na akasema ya kwamba hawezi unga mkono serikali ambayo inaua watu bila hatia. Ni vizuri mkumbuke ya kwamba James Orengo amekuwa katika mstari ya kwanza kupigania haki za Wakenya. All the way kutoka mwaka wa 1992 amekuwa katika mstari wa mbele kupigania haki za Wakenya, na pia amekuwa wakili mkubwa za senior council. Na katika msimamo wake wa kisiasa akasema ya kwamba hawezi unga mkono serikali ambayo inaua watu bila hatia, na akasema hawezi kubaliana na serikali ambayo inajihusisha na mambo ambayo ni ya ufisadi, na akapinga broad based government kwa makali zaidi. Na pengine kwa msimamo wake pengine huenda yale pengine ndio yamempata, na kama kuna vita pengine za kisiasa amepigwa, ni vizuri Wakenya wajue ya kwamba amepigwa kwa sababu ya msimamo wake. Na kama kuna maybe some kind of persecutions hapa na pale anapitia, ni vizuri watu wajue ya kwamba anapitia kwa sababu ya msimamo wake wa kisiasa. Hilo tu ndilo ningesema. Lakini tunamuombea kama Wakenya, kwa sababu hata kama yeye sio mtu ya mrengo yetu, hata kama ni wa mtu ya ODM, amekuwa akisimama mahali Wakenya wako. Na kwa hivyo sisi kama Wakenya wazalendo, wale ambao tunajua historia ya James Orengo, tunamuombea apone, tunamuombea afya njema, na tunamuombea maisha marefu. Mungu tu amsaidie, tu amhurumie, mponye, arudi kwa kazi yake. Ndio wale wanamtakia mabaya, wale wanampangia kifo, washindwe kabisa na Mungu wetu. Jambo lingine la mambo ya e-Citizen. Wakati William Ruto alileta hiyo mtandao na akasema ya kwamba malipo yote ya serikali, malipo yote akalazimisha, malipo yote ya serikali itakuwa ikifanywa kupitia mtandao wa e-Citizen, watu wengi sana walipinga. Na mnakumbuka pia kwamba kiongozi wetu Rigathi Gachagua alienda kwa televisheni na akaelezea vile huyo mtandao unatumika na vile ambavyo pesa zinaporwa.
Na pia tumesikia viongozi wengine kama Jimmy Wanjigi, tumesikia kama kina Kalonzo Musyoka, kina Sifuna, tumesikia viongozi kadhaa wakipinga lile jambo kwa sababu walikuwa wanasema hii ni njia moja inatumika kupora pesa wa Kenya. Kwa hivyo tukisikia Madam Nancy akisema ya kwamba kumepotea bilioni zaidi ya 40 kupitia ule mtandao, hatuwezi tafuta mwizi mbali. Mwenye chombo, mwenye mtandao ndiye mwenye kujua pesa mahali iko. Hatuwezi tafuta mwizi kwingine. Hakuna mtu ametoka nchi ya Uganda ama Tanzania akakuja kutuibia kwa hii mtandao ya eCitizen ambao tuliletwa na William Ruto na akawa mwenyewe ni kampuni yake ina manage. Hakuna mtu ametoka nje ametubia hizo pesa. Wenye kuleta mtandao, wenye kupatiwa kazi ya kuimanage na ni wanajulikana ni wa Kenya, wao ndio wameiba pesa ya wa Kenya. Kitu ingine niambie William Ruto, wewe ndio tulipatia upanga wa taifa ili Wakenya wakivamiwa na wakora unawalinda. Wakenya wakivamiwa na magaidi unawalinda. Mali ya Wakenya ikivamiwa na wakora unawalinda. Ndio maana tulikupatia upanga wa kulinda nchi. Na kwa hivyo basi kama iko mwizi ameingia katika nchi ya Kenya, akaenda kwa mitandao ya eCitizen, akaiba pesa ya Wakenya bilioni 40, yule mtu ambaye tunafaa kuuliza ni William Ruto. Kama sio yeye ameiba, atuletee mwizi. Mambo ni mangapi? Mambo ni mawili bwana William Ruto. Mambo ni mawili bwana William Ruto. Ya? Na si tafadhali. Na hii si chuki. Na hapa hakuna ukabila ila mnasamanga ukabila. Mambo ni mawili bwana William Ruto. Wewe ndio ulipatiwa upanga na Wakenya kulinda Wakenya na mali yao. Na ushuru ya Wakenya ni mali yetu pia. Wewe ndio uko na jukumu kisheria kulinda ushuru yetu. Kwa hivyo kama kuna pesa imepotea bilioni 40, William Ruto, utupatie mwizi ama ukuwe wewe ndio mwizi. Mambo ni mawili. Kama kuna swali nitachukua swali lingine. Na kama hakuna swali niambie Wakenya. Tutazidi kukosoa serikali ya William Ruto. Hata wakituita wakabila. Hii Kenya kila mtu wako na kabila yake. Hakuna mtu alitoka from nowhere. Everybody in Kenya comes from a certain community. Na hiyo ni mpangilio ya Mungu. Hata sio serikali ya Kenya ilipanga tukue na makabila mengi. Hiyo ni mpango ya Mungu. Kukue na Wakikuyu, kukue na Wakamba, kukue na Wakalenjin, kukue na Wajaruo, Wakisii, Masai, Waluya. Hiyo ni mpango ya Mungu. Kwa hivyo ile kitu tunafaa kufanya ni kuheshimu kila kabila. Kwa hivyo hii maneno ya mtu akipeana maoni yake mnasema ni mkabila, mwacha hiyo upuzi na ujinga. Na kama nyinyi ni wanaume mfungue jela ya kupelekanga wale watu mnafikiria na mafikiri yenu ni wakabila. Fungueni jela kama nyinyi ni wanaume. Ndio yule mtu mnafikiria ni mkabila mnampeleka hiyo jela mnamfungia huko. Lakini hii upuzi ya kila siku hapa mtu akiongea ni mkabila, hii ujinga tumezoea. Na hiyo upuzi haitafanya tunyamaze ama tukose kuongea. Tutaongea kila siku. Kwa hivyo niongelesha vijana wa nchi hii tafadhali. Tuendelee kutetea taifa, tuendelee kukosoa serikali, tuendelee kupigania wazazi wetu na watoto wetu ndio tuweze kukomboa taifa la Kenya. Kwa haya machache na mengi, kabla umalize mheshimiwa, nina swali kuhusiana na kiongozi Rigathi Gachagua. Kwa sasa yupo kule Marekani na ileo aswa katika mitandao ya kijamii kumekuwepo na an hashtag ambayo imekuwa ikiendelea sana na kusambaa sana. Hashtag Gachagua arrested in USA. Hashtag arrest warrant for Gachagua in the United States issued. Maoni yako waswa kulingana na mfumo na watu ambao wamekuwa kieneza maneno haya ni yapi? Na je, kuna uwezekano wa Rigathi Gachagua kuweza kutiwa baroni kule Marekani? Unajua Rigathi si mwizi. Wale watu wanashikwa ni wale watu ambao ni wezi ama wauaji ama wale ambao wamekeuka sheria za Kenya. Na mahali imefika hakuna sheria hata moja Rigathi Gachagua amevunja. Hakuna kitu ya mtu ameiba na hakuna mtu ameua. Kwa hivyo wale ambao wanaeneza hiyo propaganda kule kwa mtandao wa X ni wakora tu wachache wamelipwa tu na kina Oscar Sudi. Unajua kama kuna mtu halali kutoka Rigathi Gachagua aende US ni Oscar Sudi. Huyo jamaa sijui shida yake ni gani? Sijui anaongelesha Rigathi kila siku. Juzi nimesikia Oscar Sudi anasema ya kwamba Rigathi Gachagua ameenda US kutapeli watu. Sudi hakuna mama yake anatapeliwa huko US. Hata unashindwa shida yake ni gani? Hana mtu wao hata mmoja anatapeliwa huko US.
Unashindwa shida yake ni gani Rigijia kenda US. Lakini unajua hawa watu walidhani wakimpeach Rigathi Gachagua atapata depression, aende kwake wa Munyoro, miezi 3 aishe akufe. Hiyo ndio ile kitu walikuwa wanafikiria. Ndio watawale Kenya na wagawe Mount Kenya kwa mirengo vile walikuwa wanatarajia. Lakini hilo jambo halikuwezekana. Vile walimpeach yeye, alikuja akapokelewa hapa na watu wa nyumbani. Wakamwambia hata kama kumeenda hivyo wewe ni mtoto yetu. Na ingali kama jamii tunakuamini. Na tukampatia mpaka kazi kama jamii. Tukamwambia sasa sababu wamekunyang'anya kazi, tumekupatia kazi nyingine mara moja ya kutupanga kama jamii. Na kama utupange kwa njia ya kisiasa, utushughulikie jinsi ambavyo tutaenda katika uchaguzi wa 2027. Na hiyo ndio ile kazi tulipatia Rigathi Gachagua. So he's a busy man, ameenda US kuongea na Wakenya. Mumeona akizunguka states kadhaa huko, anaongea na Wakenya kwa jumla. Na hilo jambo linakera Sudi na wakora wake. To an extent Sudi anatafuta bloggers 10, anapatia kazi ya kununulia bundles waende kule X, atuandike #arrest Rigathi Gachagua. Hiyo tu ni ukora, ni upuzi tu. Unajua kama ni wanaume wasiandike, wamshike. Kama ni wanaume, si wanajifanya wao ndio serikali. Kama ni wanaume kwa nini waseme? Kwa nini waseme si wamshike? Kwani saa hii ndugu yangu ukifanya kosa pale umekeuka sheria, kwani unaambianga utashikwa? Si ni kushikwa unashikangwa unapelekwa ndani. In fact hata unaendanga kujulia mbele makosa yako, si ndio? Unashikangwa ukiuliza nini unaambiwa utaenda kujulia mbele. So niambie Sudi, kama nyinyi ni wanaume, acheni kushinda hapo mkiropoka, mkipatia wakora wachache bundles hapo waandike X #arrest Gachagua. Ngojeni yeye akuje mshike yeye. Lakini hii upuzi na propaganda ya kila siku muache. Unajua hii Kenya lazima tuheshimiane tu. Hii Kenya ni yetu sisi zote. Wenye wako kwa serikali na wenye wako nje ya serikali. Hii Kenya ni yetu zote. Na mtu asifikirie kwa sababu wao ndio wako kwa serikali ati Kenya ni yao. Hakuna kitu kama hiyo. Kenya ni ya Wakenya milioni 50. Wale wako kwa serikali na wale wako nje. Zote Kenya ni yetu. And we have equal rights kuishi nchi hii na kufanya siasa na kufanya kazi na kufanya biashara. We have equal rights mbele ya macho ya sheria na mbele ya macho ya Mungu. Kwa hivyo kwa hayo machache na mengi, kama hakuna swali lingine tutafungia hapo na tutazidi kuzungumza bila uoga na bila kusurutishwa. Asanteni sana.